Kama umemaliza contract na unarudi Kenya na pengine boss wako amekukatia ticket, maybe unatoka Saudi unaenda unashukia Dubai ama unashukia Ethiopia. Wakati unangojea ndege ya kurudi Kenya, baby girl, ukiona mwanaume anakutongoza, usiringe, lekeza baby girl. Lekeza. Mimi wacha niwape story kidogo tu. Mimi nilikuwa nimetoka Saudi. Ndege ilikuwa inaenda mpaka Dubai 2023. Sasa unajua mimi nilikuwa na only 20k kwa mfuko. Hapo nilikuwa kajinga, nilikuwa natuma nyumbani pesa yote. Sasa nikiwa hapo Dubai nikaona mwanaume ananifinyia macho. Mimi nikapiga smile nyingine nikapiga tu smile kingine katamu. Huyo mbaba akaniambia kuja, nikamwambia wewe kuja, akakuja kaka karibu na mimi. Na unajua venye umetoka Saudi, hujanyaduliwa, alafu hapo hatukuanga tunachingiza vidole. Unajua wasichana wasikizwa wanaingizanga vidole. Hapo hatukuwa tunanyonga, hatukuwa tunajua mambo ya kuingiza vitu tofauti vikombe. Sasa hapo kitu yangu ilikuwa to fresh. Sasa huyo mbaba akaniambia naweza kukupeleka uenda ukakule, nikamwambia juu ndege ilikuwa imepakia wanawa ndio tuende Kenya. So tukaenda tukakula. Huyu mtu alikuwa ametoka Germany, akaanza kunimwagia mistari, akaniambia wajua nini, nimeona macho yako, nimekupenda. Yani mistari ya watu wa Mombasa wanamwaga mistari hapo katikati ya miguu. Yani nikisikia venye hiyo Kiswahili huko nyuma kuna hapo katikati ya miguu kuna vibrate. Huyo jamaa kanimwagia mistari, akaniambia tukifika Kenya nataka nikupeleke dina. Mimi tangu nizaliwa hata sijaipeleka dina na mwanaume. So tukafika airport, mashallah, tukachukua suitcase, akanipeleka out kwa hoteli ya sijaipeleka hoteli kama hiyo. Huyo mwanaume si ni romantic. Nitakwambia venye huyo mwanaume alinifanyia. Ukienda Kenya usiwahi ringia mwanaume. Ukiona mwanaume anakutongo, hata heri uache huyo boyfriend mwenye ako Kenya, ukubali huyo mwenye lakini asikuwa ametoka Qatar aba Gulf country yoyote, kwa ametoka Germany aba USA. Tumeelewana? Nitawaambia venye huyo jamaa ni treat, venye huyo jamaa alininya. Tutaendelea baadaye.